Karibu tuangalie mfuko wa kwanza wa uwekezaji wa LTT-AMS, ni mfuko wa Umoja Funds. Mfuko wa Umoja Funds ni mfuko ulioanzishwa mwaka 2005 kwa lengo la uwekezaji wa muda wa kati na muda mrefu. Ni mfuko ambao unatoa riba ya 12% na kuendelea kwa mwaka. Lakini pia ni mfuko ambao unawekeza katika sehemu hatarishi kidogo ya uwekezaji wa kwenye hisa, na unawekeza 50% kwenye vitega uchumi vya hisa, lakini 50% kwenye amana za serikali na mabenki. Kwa hiyo zina lengo la wataalamu wana balance wawekezaji wanawekeza sehemu tofauti katika mfuko huu ili usiweze kupata hasara. Kwa hiyo hakuna namna yoyote ambayo unaweza kupata hasara, na hakuna kipindi ambacho kimeshatokea mfuko huu ukapata hasara, kwa sababu uwekezaji wa wataalamu ni uwekezaji makini sana ambao unafanya. Na pia uwekezaji wa mfuko huu unaweza ukaanza kuwekeza kwa kiasi cha shilingi 10,000 na ukawa unaongeza shilingi 5,000. Tafsiri yake mfuko huu unakusaidia wewe kuanza uwekezaji hata kama wewe ni mwanafunzi, wewe ni mjasiriamali, wewe ni mtu ambao unapata kipato cha kawaida sana. Unaweza ukawekeza katika mfuko huu na ukawa unaongeza kidogo kidogo, kwa sababu kianzio chake ni kuanzia shilingi 10,000 na ukitaka kuongeza zaidi unakuwa unaongeza kianzio kuanzia shilingi 5,000 na kuendelea. Lakini faida za mfuko huu pia ni kwamba unaweza kujiondoa katika mfuko huu, lakini kuna gharama za kujiondoa. Kama ukijiunga katika mfuko huu chini ya miaka 5 unaweza ukajiondoa kwa gharama ya 1% ya kipande. Tafsiri yake ni kwamba wewe utajiondoa kwa 1% ya gharama zile ambazo umewekeza wewe mwenyewe binafsi. Lakini pia katika mfuko huu ni bure kujiunga. Tafsiri yake ile 10,000 ambayo unaitoa kwa ajili ya kuanza kujiunga ni kianzio chako cha uwekezaji. Na pia katika mfuko huu tafsiri yake ni kwamba vipande vyake vinaweza vikatumika kama dhamana kwenye mikopo. Unaweza ukatumia vipande vyako vya uwekezaji katika mfuko huu na ukapata mkopo benki kwa ajili ya kuendelea na shughuli zako nyingine. Lakini mkopo unaweza ukapata sio zaidi ya 50%, ni kuanzia 50% ndipo unaweza ukapata mkopo katika mfuko huu. Lakini pia katika hatua nyingine ni kwamba ukizihitaji fedha zako katika mfuko huu unazipata ndani ya siku 10 za kazi. Mfuko huu umekuwa ukifanya vizuri katika hatua mbalimbali, na mfuko huu umekuwa mwaka jana umeweza kutengeneza faida ya 13.4, ambapo ni sawa na ukuaji mzuri sana katika mfuko huu, na ni mfuko ambao mtu yoyote anaweza kawekeza. Kama nilivyosema, mwanafunzi, taasisi wanaweza kawekeza, pia familia, baba na mama wanaweza kawekeza, ama kampuni pia inaweza ikawekeza katika mfuko huu. Na ni mfuko ambao unaweza kufanikisha kwa sababu ya lengo lako, kama unataka kuwekeza kwa lengo la muda mfupi na lengo la muda mrefu. Tukumbuke kwamba faida inaweza ikapatikana zaidi endapo ukiwa na lengo la uwekezaji wa muda mzuri wa uwekezaji kuanzia kipindi cha mwaka mmoja na kuendelea ndani ya LTT-AMS. Lakini ni mfuko ambao unaweza ukatoa pesa zako na endapo ukizihitaji. Sio lazima kwamba kuna usumbufu, kwamba kuna chochote ambacho kitaweza kuzuia, bali ni mfuko ambao uko wazi, ambao unaweza ukatoa pesa zako kipindi utakapozihitaji. Kwa hiyo sasa unaweza ukaangalia lengo lako kama linaendana na mfuko huu, unaweza ukafungua mfuko huu na ukaanza uwekezaji katika eneo la mfuko huu. Na tunapokwenda kuangalia mifuko mingine, tafsiri yake itakupa uwazi na kufunguka katika fikra na kujua katika lengo lako ulionalo la uwekezaji uwekeze katika mfuko upi. Basi usikose katika mfuko wa pili ambao tutaenda kuelezea kiundani zaidi na kuweza kuelewa zaidi.